Welcome back once again to Danese Media. Now, ladies and gentlemen, ground is still getting more hostile for President William Samoei Ruto together with his crew under Kenya Kwanza government, while they are trying to sell William Samoei Ruto's two-term narrative campaign slogan ahead of 2027 general election, whereby earlier today, government spokesperson called Isaac Mwaura was heckled badly and forced to cut short his speech at Kenyatta University while he was trying to sell William Samoei Ruto's two-term narrative campaign slogan ahead of 2027 general election. He was rejected. Rejected. Yani, as we speak right now, if you want your rally, your event to end successfully within the UDA party, don't talk about William Samoei Ruto. Usiongelee mambo ya two-term ama William Samoei Ruto. Ukitaja tu jina William Samoei Ruto, hiyo event yako haitakuwa successful. Because yeye alikuja akalipa comrade, wakafanya nini, wakazunguza, lakini baada ya kuimba tu two-term, baada ya kuforce hao comrade na mambo ya two-term, walikataa. He was heckled and chased away at Kenyatta University. Hivyo ndio ground saizi nasema. Yani saizi kuuza Ruto ni kama kwenda kuuza nyama ngurwe huko msituni. Yani Wakenya wameamua that ikifika 2027 hawaendi kuzika ndovu na pembe zake. Wameamua that wananyua Ruto polepole. Pesa nayo wanachukua, lakini hawafanyi vitu zenye Ruto anataka. Saizi kuuza Ruto ni ngumu. Beside that one, Nyandarua women rep called Faith Gitau was also heckled in Milangile Olkalau while trying to campaign for UDA candidate. Hey, that is how ground is now. It is high time for these UDA leaders, starting from MCA, Senator, MP, Women Rep, Governor, to start defending their seats rather than defending the seats of President William Samoei Ruto. Saizi kukuwa na rally ama event na ikuwe successful without embarrassment, without heckling, usijaribu kutaja jina William Samoei Ruto. Usijaribu. Wamekataa, ground imekataa saizi. And I really like that one. Gachagua anafinya yeye huku, Wakenya naye wanamnyoa huku. Gachagua anafinya huku, opposition leaders wanamfanyia huku. Linda Mwananchi pia wanamfanyia huku. Ruto is under pressure. Na kuambia William Samoei Ruto is not even sleeping. Each and every day halali vizuri. Halali vizuri because Kenyans are pressurizing him each and every day. Ruto is going to spend a lot of money before 2027 election. Because saizi hakuna mtu mwenye anaweza msikia bila pesa. Hakuna. Thirdly, in Nakuru also, kuvaa t-shirt ya UDA ni kama tabu huko Nakuru. Watu walikuwa wanafukuzwa huko. Yani ukionekana tu na shati ya William Samoei Ruto ya yellow, hawezi kaa. Yani ni kama tabu saizi kuvaa UDA uniform. It's like a taboo. And you know, hii maneno ya one-time narrative also. For it to be successful, we need to turn out in large numbers and vote against the government of William Samoei Ruto, because chanting one-term narrative without action on the ballot box come 2027 is nothing. Because huwezi niambia that tunaweza imba tu one term, then ikifika kwa ballot hampigi kura tena. Hey, we need to turn out in large numbers and vote against this government of William Samoei Ruto, because the way things are happening, yani one term is still is becoming reality each and every day. Because even 3 days ago, Kimilil MP
called Didmas Baraza was also heckled badly and chased away in his own constituency while he was trying to attack Edwin Sifuna and attack Sifuna alongside selling the government of William Samoei Ruto ahead of 2027 election. Wycliffe Oparanya was right that kuuza William Samoei Ruto is becoming much difficult for them, which is true because ni kitu kwenye naonekana. Ukipanga tu mkutano yako kidogo, rally yako kidogo, na ujaribu kuita William Samoei Ruto, hakuna mwenye atakusikia. Utasikia tu one term. Na hizo one term zinafanyika baada ya hao watu kuchukua pesa because hawawezi toka na wakuje. Lazima uwapee pesa. Hey. Then lastly, yesterday I did a video here trying to explain to you that that the sales of cooperative Wycliffe Oparanya have been forced to resign. You know, sometimes sio lazima ati uambiwe ati amekuwa resign na Ruto ndio mjue. Action. You know, if you have a best friend and umeweza kuona that kuna mabadiliko, ukimpigia simu ashiki, ukimwambia nini ashiki, just know that huyo rafiki is trying to leave you. Anajaribu kukuacha. Na matamshi ya waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya kwamba amechoka na jinsi wizara yake inavyonyimwa bajeti yamezua tafsiri kinzani. Wadadisi wakihoji kwamba huenda matamshi hayo na aliyoyatoa majuma matatu yaliyopita kwamba ni vigumu kumnadi Rais William Ruto kutokana na kufurushwa kwa Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa chama cha ODM ni mbinu tu ya kujifanya kuondoka serikalini, kurejea magharibi na kuonekana kuunda chama ili kudhibiti mawimbi yoyote ya siasa dhidi ya Rais William Ruto. Hili wanasema si tofauti kabisa na safari aliyekuwa naibu msimamizi wa wafanyakazi katika ikulu Eliud Owalo na aliyekuwa mshauri wa Rais Moses Kuria ambao licha ya kujiuzulu wameshindwa kuondoa dhana ya mfungamano wa Ruto. Alan Ochanda anaarifu zaidi. Tafsiri kadhaa zimeibuka kutokana na lalama za waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya kuhusu kunyimwa bajeti kwa wizara yake, baadhi wakizitaja kama msukumo wa kisiasa. I don't know if my office is recognized as one of the offices of CS in this government or is not. When I go out, I'm stuck out there. There's no fuel. I have to call any of them. I don't want to continue being a beggar from my juniors. In my understanding, I think he's hanging there, just hanging in there. To the extent that he's telling us, he's passing a message that he's not happy with what's going on. Huenda nia ya waziri huyo ya kutoa matamshi hayo ilikuwa kuelezea mafadhaiko yake, ila katika mazingira ya siasa, wadadisi wanadai kuwa huenda lisemwalo lipo au lipo njiani laja. Kunao wanaohisi huenda Oparanya anatumika kisiasa kufuatia ushawishi alionao magharibi mwa Kenya ili kuibua msururu huo wa lalama kimaksudi na baadaye ajiuzulu ili kuwafumba macho wana magharibi na kisha kuunda chama ambacho baadaye kitaingia makubaliano na Rais William Ruto. Na mimi nataka Oparanya ndugu yangu asikie, maana hako ndani ya njama. Wanataka kukorogana kule kidogo, ifanye kwamba ati wamemfukuza ili atoka akuje huku nje atafute sympathy. Nia wanataka kugawanya nini? Western. You pretend that you have disagreement with William Ruto. And William Ruto gives you enough money for you to go on the campaign there. At least divide the Sifuna block. That also may be one of the reasons why he is raising those issues publicly. Mwenendo huo ukifananishwa na aliyekuwa naibu msimamizi wa wafanyakazi ikulu Eliud Owalo na aliyekuwa mshauri wa Rais Moses Kuria walipojiuzulu. Kwani licha kuondoka serikalini, Kuria bado ni mtetezi sugu wa rais, huku Owalo licha ya kutangaza kuwania urais, bado msimamo wake unaibua dukuduku. It can be a grand scheme so that you are not so sure with Raila and the rest and you are William Ruto, you push their Owalo and he could be joined by somebody else. And then you do Moses Kuria and then you do Oparanya. A grand scheme, a big thing that, you know, that's how you are playing across the country. That's a possibility. Eneo la Mlima Kenya tayari lilimpa mgongo Ruto, magharibi wanaonekana kumchangamkia Edwin Sifuna, huku pakiwa na vuta nikuvute eneo la Nyanza. County. Iwe itakavyokuwa, kinachosalia ni kuona ni vipi karata hizi za siasa zitapangwa na iwapo zipo zitazaa matunda. Alan Ochanda, KTN. Sasa hizi niambie, umekuwa na best friend wako, mmekuwa mkifanya vitu pamoja, mkifanya nini, then all of a sudden unaona tu changes. Ukimpigia simu ako busy, ukimwambia nini anakupeleka hivi hivi, but before alikuanga ukimpigia simu anashika,
anakupigia, you do many things, you communicate, but all of a sudden unaona tu communication imekuwa cut off. What is the sign? Niliwaambia hapa vizuri. Simlisikia Oparanya akisema that saizi Ruto does not even recognize his office. He doesn't even know if Ruto recognizes his office. And that statement ilikuja baada ya Oparanya kusema ati kuuza Ruto ni ngumu. Ruto aka cut short benefit that goes to his office, whereby right now is now depending from the juniors, PSS. It is true. So sometimes it is not a must that lazima muambiwe that huyu ako hivi tumemtoa. Hapana, action tells a lot. Even if you have a friend, wewe hata rafiki yako akianza kukupeleka hivi ABCD hivi, utajua tu vizuri that hapa sitakiwi kukua hapa. Hey, sio lazima uambiwe. Watu hivi ndio inaanza pole pole. Ruto have started ignoring ODM people because ameshajua watu ground imewakataa. Hawawezi niuza. Ground iko na Edwin Sifuna, Linda Mwananchi. Whereby right now Ruto is also struggling on how he can get Edwin Sifuna closer to his government. Ruto can even offer Edwin Sifuna a running mate at 2027. Because as we speak right now, ground is chanting Edwin Sifuna. The spirit of Baba is inside Edwin Sifuna. It's inside Sifuna. See at is like apana. Tuwache na mambo ya it is like hiyo kitu iko ndani ya Edwin Sifuna. Tukutane kwa video itakayofuata, wapenzi watazamaji wa Daniz Media. Subscribe, comment, like, share video, and don't forget to turn on notification bell for more updates daily. Bye bye.